Mstahiki meya wa jiji la Mbeya Duru Mohamed Isa amewataka wakopaji wa mikopo ya halmashauri kurudisha kwa wakati ili wengine wapate mikopo hiyo. Amesema wakopaji wa mikopo ya halmashauri wengi wamekuwa hawarudishi kwa wakati na kupelekea lawama kwa halmashauri na kwa baadhi ya wanaohitaji mikopo. Akizungumza wakati wa ufunguaji wa semina ya kuwakutanisha wajasiriamali katika fursa za kiuchumi na afya, Duru Isa Mohamed amesema lengo la mikopo hiyo ni watu wote wenye sifa wapate. Unaweza kuona saa zingine halmashauri inapata lawama, pengine sijapata mkopo, mimi nimeomba. Ndugu zangu, kipindi kilichopita maombi ya mikopo yalikuwa zaidi ya watu 2000, lakini halmashauri katika bajeti yake ilikuwa inatakiwa itoe mkopo pengine wa milioni 600 mpaka 700. Sasa wanawafikiaje watu 2000 wote kupata huo mkopo? Ni jambo ambalo linakuwa gumu kwa halmashauri. Ndio maana tunakwenda kwa circulation, tunatoa, kila mmoja atakuwa anapata kwa namna tunavyokuwa, lakini waombaji ni wengi na fedha ni chache. Lakini tatizo lingine linakuja, wale ambao wanachukua ile mikopo ya 10%, urejeshaji wake nao kwao unakuwa ni shida. Sasa wale nao wanatupa wakati mgumu, kwa sababu bila wao kurejesha zile fedha, hizo fedha zingine tutazitoa wapi za kutoa? Mtu ukipewa mkopo, ukirudisha ile fedha tunaingiza katika akaunti ile ya 10% na akaunti yake maalum ya 10% na fedha za marejesho. Zile tukizikusanya tunatoa tena mikopo kwa watu wengine. Sasa kama unachukua mkopo alafu urejeshi, inakuwa ni shida. Wakitoa mafunzo, wadau mbalimbali wa kibenki walioshiriki semina hiyo amewataka wajasiriamali kupata elimu kwanza ili wanufaike na mikopo pamoja na bima za afya. Kuna baadhi ya wengine wakifika benki wanasema ninataka mkopo, lakini hawezi kufafanua vizuri ni mkopo gani. Benki tuna mikopo mingi, hususan pia kwa wanawake, pia tuna mkopo wa Malkia na mikopo mingi zaidi. Kwa hiyo tunapokwenda pia kujieleza tuweze kusema tunahitaji mitaji wezeshi ya Imbeju. Kwa makampuni mengi ya bima yamekuwa yakiuza bima lakini hayatoi ushauri. Sisi tutawashauri kwanza, alafu pili tutakupeleka kwenye kampuni ya bima kulingana na mahitaji yako wewe kwa vile ambavyo unahitaji. Lakini unapopata shida, sisi tutakusimamia wewe kupata stahiki zako. Watu wengi wamekuwa wakilalamika makampuni ya bima hawalipi, makampuni ya bima wanazungusha kwenye malipo, makampuni ya bima ni waongo. Sasa nani anakuja kutatua hiyo tatizo? Ni sisi Lulu SACCOS Insurance Broker, ambao tutasimama mbele yako wewe kuhakikisha unapata bima sahihi na unapata stahiki yako pindi ambapo umepata tatizo au changamoto ambayo ulikatia bima. Kwa upande wake, katibu wa ofisi ya mbunge jimbo la Mbeya mjini Hakim Edward amesema lengo la semina hiyo ni kuwakutanisha wajasiriamali ili kujifunza namna bora ya kuchangamkia fursa ili kujikwamua kiuchumi. Tuwakutanisha wawekezaji mbalimbali ikiwemo taasisi za kifedha kama mabenki kwa lengo la kuelezea fursa za kiuchumi na kuunganisha zile idea na project zao ili waweze kuendeleza biashara zao na hatimaye uchumi wao ukakue. Kwa hivyo hilo lilikuwa lengo kubwa hasa. Lakini ndugu zangu, haya yote ili tuweze kunufaika lazima tuwe tayari kwa ajili ya fursa. Kwa hivyo tunatamani haya makundi kwanza yasajiliwe ili yawe rasmi. Yakisajiliwa yaeleze mpango kazi wao, wanataka nini, ili kupitia ile mipango yao tuwaunganishe na mataasisi mbalimbali ya fedha, wakizi vigezo, wapatiwe na wafanye shughuli zao za kiuchumi na hatimaye uchumi wao ukaimarike. Na hii ndiyo imekuwa sera kuu ya mheshimiwa wetu mbunge wa jimbo la Mbeya mjini ndugu Patrick Mwaunenge, ambaye yeye kauli yake mbiu inasema sauti ya wana Mbeya, ufunguo wa uchumi. Baadhi ya wajasiriamali waliopata mafunzo hayo wakawa na haya ya kusema. Sasa hawa wajasiriamali, kuna watu wengine walikopa miaka mingine huko ilikopita. Hao watu waliokopa walikuwa kama vikundi, labda wanakuwa kama 12. Katika 12 wanakuwa 3 hawajalipwa, lakini watatu wanakuwa hawajalipa madeni. Kwa hiyo wale watu wote wanawekewa X ambayo alama nyekundu, hawawezi kukopesheka kote. Kwa hiyo nimewaomba jamani, na mataasisi yote ya kifedha, hebu naomba mliangalie hilo. Utakuta mtu mmoja tu ndo hajalipa, lakini linaharibu ile program yote kwamba asipate mkopo.
Lakini kupitia hii semina nimejifunza vitu vingi. Elimu kubwa niliyoipata ni kuhusu bima ya afya. Kwa mfano, shirika lililojikita na bima ya afya limetoa maelekezo, kuna bima ya moto, kuna bima ya ajali, kuibiwa. Lakini Lusaco's wamejikita kuwasaidia wananchi na wajasiriamali. Kwa hiyo kazi hiyo, lakini ni bure, bila malipo yoyote yale. Kwa hiyo wanatusaidia na kututoa uoga kwamba mtu anaweza akasema bima za afya hizi mbua hawatusaidii wala hawafanyi chochote. Lakini ukienda Lusaco's wanakusaidia zaidi kukujenga kisaikolojia na ujue bima ya afya inasaidia kiasi gani.